Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Abel ili uweze kusema na watu wa Mungu. Asante sana. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Haleluya, haleluya. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Pastor Abel? Nami nikukaribishe kwa jina la Yesu kabisa uweze kusikiliza nini Mungu anasema na wewe asubuhi ya leo. Basi kabla sijaendelea, naomba niombe ili twende kwa pamoja. Mungu, tumsihi Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watu wako waaminifu ambao Mungu wamekuwa wasikivu nao wanatamani kusikia nini Mungu unasema nao katika maisha yao. Naomba Mungu usiwaache bali yao wainue. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu ni mwaminifu, wainue mama yule, muinue dada yule, kaka yule, inua ndoa ile, inua uchumba ule. Kwa jina la Yesu inua kazi ile. Mungu wa Israeli inua kipawa kile. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ibilisi hatumpi nafasi, bali yake tunamkataa kwa jina la Yesu. Mungu wa Israeli, naomba utusaidie, nasi Mungu tunahitaji msaada wako hali ya juu sana ili tuweze kufanya kazi yako kwa uaminifu. Mungu ni mwaminifu, naomba usiwache watu wale. Nami Mungu nataka kusema neno lako takatifu mahali hapa likapenye kwa jina la Yesu, maana neno lako ni maji ya uzima. Bwana, kila mmoja aweze kupata, naye Mungu kamuinue na kumsaidia. Kwa jina la Yesu ni mambo haya nikiamini. Amen. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, pia napenda kukualika katika asubuhi ya leo tukajifunze neno la Mungu. Ambatana na mimi ndani ya dakika 5. Hizi naamini Mungu atakuwa amesema na wewe kitu kimoja tu. Heri mtu mmoja nyumbani mwa Mungu kuliko watu 1000 mbali na Mungu. Lakini pia neno la Mungu bado linasema kwamba heri siku moja ndani kwa Mungu kuliko miaka 1000 mbali na Mungu. Lakini Mungu bado pia anasema ahadi nzuri kwamba dhambi zetu zitakapokuwa nyekundu bado yeye atazibadilisha na kuwa nyeupe kama theluji. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Karibu. Tutajifunza habari za nyakati za hatari. Tunasema nyakati za mwisho. Tutajifunza kutoka Timotheo wa pili 3 kuanzia ule mstari wa kwanza na tutakapoishia. Lakini fuatana na mimi mpendwa mtazamaji wa channel hii, nami nikukaribishe sana kabisa kwa moyo mweupe kwa sababu mimi nakupenda. Ndio amri ya Mungu nikupende, amri ya Mungu mpende jirani yako. Basi tukajifunze nini Mungu anasema na sisi asubuhi ya leo. Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Haya ni maneno ya Paulo kwa Timotheo akimsihi na kumkumbusha juu ya kuambia ulimwengu ya kwamba tazameni siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari. Zitakuwa ni nyakati za hatari. Kwa nini zitakuwa nyakati za hatari? Mstari wa pili unasema, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, na wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi. Hizi ni dalili za nyakati za hatari, kama vile Paulo ambavyo alifunuliwa na Mungu aweze kumwambia Timotheo. Timotheo wa leo lazima ndio wachungaji, lakini pia hata ni wewe unaweza kuwa ni Timotheo, mtu ambaye haya mafundisho yanakuhusu, unapaswa kumpa mtu mwingine. Kwa hiyo nyakati za hatari zimebebwa na mambo hayo. Kama ni moja ya watu wenye tabia kama hizi, wewe labda unatukana watu, unapenda fedha, unaabudu fedha. Kuna watu wanaabudu fedha. Kuna watu wanajisifu sana kwa sababu ya mafanikio, kwa sababu ya uzuri wao, urembo wao, wanajisifu sana. Hiyo ni dalili ya siku za hatari katika maisha yako. Siku za hatari ni mbaya. Tukisema hatari, hakuna mtu asiyejua. Hatari ni kitu kibaya. Hatari ni ishara mbaya. Kwa hiyo hakuna mtu anayependa kukaa kwenye hatari. Hatari ni mbaya. Kwa hiyo hatari inayozungumziwa katika Biblia ni hatari ya kwenda kubaya, yani kwenda kuzimu, kwenda kwa shetani, kuishi kwenye maisha ya mateso. Hatari inayozungumziwa na Paulo ni kwamba hii hatari ni ya milele, sio ya siku moja, ni ya milele. Kwa hiyo utakapoishi katika hali hii, Paulo anamwambia Timotheo, hizi siku, hivi vitu vinaashiria nyakati za hatari. Kuna watu wanauana, kuna watu wanaume kwa wanaume wanaoana, kuna watu wanawake wanaoana, kuna watu wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu kiujumla. Kuna watu wanatukana wazazi wao, kuna watu wezi, majambazi na kadhalika na kadhalika. Hayo yote, hizo zote ni vitu vya hatari, ni nyakati za hatari katika maisha yako. Kwa hiyo haya hayafai kabisa katika kumtumikia Mungu. Lakini mstari wa 3 unasema, wasiopenda wakwao, yaani
nyakati za mwisho sasa ndio hizi hapa. Kuna watu wasiopenda wakwao, wanachukia ndugu zao, anamchukia mama, anamchukia baba, anachukia ukoo mzima. Hizo ni nyakati za hatari. Kwa hiyo lazima ujue kama una hiyo tabia, ni mara moja kuiacha, kwa sababu Mungu anaonya kuna matokeo ya kuishi katika hivi vitu, kuishi katika hizi nyakati za hatari. Unaweza kuziepuka, ila ukiishi nazo, na maana kuna matokeo yako mbele ambayo Mungu tayari ameshayafunua kwa ulimwengu. Haleluya! Wasiotaka kufanya suluhu, wasiotaka kumaliza matatizo yao. Yaani kuna watu ambao anaweza kuishi na kitu miaka mingi sana, hataki kabisa suluhu itokee. Ina maana hayuko tayari kusamehe, hayuko tayari kusamehewa, hayuko tayari kuachilia. Kwa hiyo hawa ni watu wasiopenda suluhu. Hiyo pia naye kuna kitu cha hatari ndani yake. Yupo kwenye siku zile za mwisho, yani siku za hatari ambazo Paulo anafundisha vizuri sana kwamba hivi vitu lazima vitaleta matunda, vitazaa matunda ambayo hayatakuwa mazuri hata kidogo. Inaweza kuwa ni kwa watoto wako. Shalom, praise the Lord. So now we have to know everything taught by Jesus, taught by Paul. Hakuna kitu ambacho tunatamani kuwa nacho gizani. Kila kitu kimewekwa wazi. Haleluya! Wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko mpenda Mungu. Jamani, hizi tabia ni tabia ambazo zipo kwenye grupu la siku za hatari. Kwa hiyo lazima ujue unaishi katika namna ipi, unaishi kivipi. Biblia inasema tu ni heri kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu na kuacha yote ambayo yanakufanya wewe unakosa amani katika maisha yako. Siku za hatari au nyakati za hatari ndio hizi ambazo ni mimi na wewe tunaishi. Wewe na mimi ni shahidi kwa mazingira tunayoishi. Unaweza kaona kuna watu ambao huwaelewi. Kuna watu ambao wamebadilisha kitu. Unaona watu siku wanatembea uchi, lakini ni siku za hatari. Watu wanapenda fedha, watu wamegeuza nyumba za Mungu kuwa ni biashara, watu wamegeuza kila kitu. Yani hakuna kitu ambacho kiko wazi kwa ajili ya Mungu. Ni vitu vichache sana. Hakuna watu wanaohubiri habari njema za Mungu ambazo ni za wazi. Bali yake wengi wanatafuta fedha. Kwa hiyo hizi ndio siku za hatari. Manabii wa uongo wamekuwa wengi sana kwa sababu ni siku za hatari ambazo zilishatabiriwa. Na ndio maana hata kabla ya Yesu kuzaliwa, kabla ya Yesu kuja, tayari kulitabiriwa. Na hata sasa tunaona Yesu alipozaliwa yale matabiri yalitokea. Ule unabii uliweza kutokea na kutimia. Kwa hiyo na haya yanatimia kwa sababu ni unabii. Usiwe mmoja wa watu ambao wanabainika kuwa katika haya mambo ambayo Mungu ameorodhesha hapa. Uwe ni mtu mwema siku zote. Jitahidi kukaa vizuri na jamii, kukaa vizuri na familia yako, kukaa vizuri na watu wote, kukaa vizuri na Mungu. Hiyo ndio itakufanya wewe uishi kwa amani. La sivyo huwezi kuishi kwa amani, kwa sababu ukiruhusu kazi ikuendeshe, ukiruhusu pesa zikuendeshe, ukiruhusu familia ikuendeshe, huwezi kukaa karibu na Mungu hata kidogo. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe ulinisikiliza. Njia pekee ya wewe kuwa salama ni kumwamini Yesu na kusikiliza neno lake. Tunaishi katika neno, kwa maana pasipo neno hakuna lolote tunaweza kutokea. Hata Biblia inasema kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Naye neno alikuwapo pamoja na yeye. Pasipo neno hakuna chochote ambacho kilitokea. Kwa hiyo neno ni Mungu na Mungu ni neno. Tuishi kwa kufuata neno la Mungu, tutakuwa salama. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watu hawa ambao Mungu wamesikiza sauti yako. Naomba uwainue, naomba Mungu waponye, naomba Mungu uwapandishe. Waliokuwa chini wapandishe juu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu uliye mwaminifu, waliosikia sauti hii katika ukombozi kwenye maisha yao.
Naomba Mungu atie nguvu, wainue, wapandishe katika jina la Yesu. Ibilisi hana nafasi katika maisha yako, na mvunja na kumharibu, ateketezwe. Analeta anasa, analeta tamaa, analeta vitu vya ushawishi katika maisha ya watu wako. Mungu, ninaomba ukamuondoe kwa hasira yako kwa jina la Yesu Kristo anaye hai. Mungu aliyesema hii